mambo yote katika hiyo mchengu, naenda kwenye usaili, nayaweza mambo yote. Njaa uiweze, kupungukiwa ukuweze. Sio kila wakati wewe una vitu tu. Kwa hiyo hata mtu akikwambia, baba, mimi nimeshindwa kutoa zaka maana jana watoto nimewakorogea uji tu. Jifunze kwa mwanamke wa mjane wa Sarepta. Alikuwa na kibaba kimoja, akampa mtumishi wa Mungu. Mungu atakupigania. Majira gani ndugu yangu? Majira gani? Majira haya tunatakiwa. Ndio maana leo Mungu akitubariki anatoa portion mbili. Anatoa mkate wa kula na nini na mbegu ya kupanda. Ameigawanya hivyo. Sio kila unachopewa na Mungu chote, maana utashindwa kuwatunza wa nyumbani mwako, utakuwa mpagani. Maana Biblia inasema yeye asiwatunza walio nyumbani mwake, hasa walio nyumbani mwake hasa. Tena anasema kabisa hasa ameikana imani. Sio hiyo zaka unayofundisha kwamba huyu mtu ameikana imani. Kipimo cha kwanza kuikana imani ni kushindwa kutunza watoto wako na mke wako. Praise the Lord. Yaani baba anamnunulia suti mchungaji, mke wake anabadilisha, kama akibadilisha nguo ni mbili hiki. Mungu ananibariki. Hakuna. Huyu anatafuta laana tu. Huyu ameikana imani. Wala habarikiwi kwa kukupa suti wakati anatesa watoto wake. Biblia inasema anaye asiwatunza waliomo ndani mwake hasa ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko asiamini. Kiingereza inasema infidel, yani mpagani. Ni mbaya kuliko mpagani. Tunza familia yako, fanya huduma ya Mungu. Haleluya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hiyo zaka sio atutoe tu sisi. Kanisa la mwili wa Kristo sasa halipaswi kutoa zaka, ila linapaswa kutoa sadaka. Amen. Na kwa kanuni hizo, kwa kadiri ya nia ikiwepo, na atoe kwa moyo wa kupenda, sio kwa lazima wala kwa huzuni. Sio umetoka kutoa unahuzunika. Mtoto hajaenda shule, kisa baba amesema sijui kuna sadaka ya ukombozi wa ukoo. Ukombozi wa ukoo. Yesu alikomboa dunia. Amen. Unakomboa ukoo wako. Praise the Lord. Na ukitoka kwa msingi wa majira ya neema, Biblia inasema unaweza ukatoa hata zaidi ya uwezo wako. Yes. Lakini nasema kwa hiari yako. Hebu tusome hiyo. Hii key. That is a key. Tulikuwa kwa Korinto wa 2:8. Anza mwanzo hapa. Mstari wa kwanza. Hivi vitu sijui watu hawavisomi. Wanavisoma lakini wanajua tukifundisha. Pesa hamna. Unaenda nazo wapi? Tazikwa na suti moja, pete moja kama ni pete au nini, na nywele zako. Praise the Lord. Fundisha watu ukweli. Alafu watoe kwa kumpenda Mungu. Sio kwa kukuogopa. Wakorintho 2:8 mstari kuanzia ule wa kwanza. Hebu inasemaje? Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya nani? Ya Mungu. Utaona. Unaona habari hiyo? Ni tunapewa news kuhusu nini? Neema ya Mungu. Wangapi wanaipenda hiyo habari? Yes. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, kanisa hilo ndio ile elimu ya kwamba wanapungukiwa na wanakuwa na nini? Na vingi. Hao walipitia kipindi cha dhiki. Katikati ya dhiki walifanya nini? Wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa nini? Wa ukarimu wao. Maana na washuhudia, naomba tusome pamoja hapa mstari wa 3. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo
na zaidi ya uwezo. Malizia pale, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vingi. Sema haleluya Bwana Yesu. Kwa hiyo walitoa zaidi ya uwezo wao, lakini kwa hiari yao. Hawakucontradict ile kanuni kwamba mtu atoe kwa moyo wa nini? Wa kupenda, sio kwa lazima. Ndio maana ikawa kwa hiyo. Read between lines. That's how you can enjoy the Bible. Kinyume chake utasema hao walitoa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo. Wanamficha pale mwishoni. Kama wale ambao wanaambia waliuza vitu vyao wakaleta miguuni pa mitume. Alikuishia mtume hakubeba kwenda nayo nyumbani. Biblia inasema wakagawana shirika. Kila mtu kwa kadiri alichokihitaji. Leo mitume ikienda miguuni wanaenda nayo nyumbani. That's not the Bible say. Haisemi hivyo. Unamdanganya nani? Kwa faida ya nani? Fire. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa habari yenu sasa, hata Wayahudi wenyewe leo, sijafanya research, lakini hawawapi Walawi zaka, kwa sababu Wayahudi wanajua kwamba zaka ile Walawi wamenyang'anywa nini? Ukuhani. Sasa sikiliza, hii ni kwa habari ya Wayahudi naongelea. Kama Wayahudi watakao nisikia na wao wapo, kama walikuwa wanaendelea kuwapa Walawi, waache hiyo habari hapa. This is only now for Jews. I'm preaching to the Jews. Yes. Hapo sasa nawahubiria nani? Sisi habari yetu ilishaisha. Sasa Wayahudi, Waebrania sura ya 7 utasikia mtuoni Mungu anachotuambia. Naambia Waebrania sura ya 7, Waebrania. Si unajua Waebrania? Hebrews. Waebrania sura ya 7 mstari wa 12. Au tuanze mstari wa 11 kama wote tumefika tuseme amen. Amen. Haleluya. Anasema basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi. Tunakumbuka hili kitu jamani? Yes. Kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa nini? Wa Lawi. Maana watu wale waliipata sheria kwa huo. Kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa nani? Melkizedeki, wala asabike kwa mfano wa Haruni. Sasa ngoja niwape shule kidogo. Kwa nini Biblia inawalinganisha makuhani hao wawili? Kuhani wa kwanza alipokea zaka iliyotolewa kwa hiari. Yes. Kuhani wa pili alipokea zaka iliyotolewa kwa sheria. Mmeelewa? Akaja kuhani mwingine ambaye Biblia inamtaja hapa sasa, kwa anawaambia Waebrania ya kwamba kwa nini kama ule ukuhani wa Lawi ulikuwa ni mkamilifu, kulikuwa na sababu gani tena kuinuliwa kwa ukuhani mwingine? Si ndio? Sio kwa mfano wa nani? Wa Haruni, bali mfano wa Melkizedeki. Maana yake hata leo kama watu wa Wayahudi wangetakiwa kutoa zaka, wangetoa kama Ibrahimu ambavyo alitoa kwa hiari yao wenyewe. Hivi mnanielewa ninachosema? Am I talking sense? Am I talking sense? Ndio ninasema hapa. Praise the Lord. Mimi naona na enjoy, utashindwa kupiga picha. Verse ngapi tuko pale? Twende 12 sasa. Yes, verse 12. Maana ukuhani ule ukifanya nini? Ukibadilika, hapana budi sheria nayo ifanye nini? Soma mstari wa 10 na ngapi? Na 3. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo alifanya nini? Alihudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote, si ndio, juu yake katika mambo ya nini? Ya ukuhani. Sasa kwa nini anafanya kuwa kuhani? Maana yake anabatilisha hata ule ukuhani
ule uliokuwepo wakati ule wa kina Musa. Lakini hao wanaambiwa Wayahudi, let them do, and I don't know whether they are instructed to give tithe or not. Tena tithe is not giving, is paying, because it is a law, 1/10 of your of everything you get. Hallelujah. Kichwa cha somo kilikuwa kinasema kuondolewa huduma ya kikuhani, sababu ya kutokuwepo zaka. Huduma tulizopewa sisi hakuna. Ndio maana utakuta mtu leo utasikia yeye anajulikana, title yake mchungaji, title yake askofu, utasikia unatakiwa kuleta kwa kuhani. Lini ulifahamia ni kuhani? Bora yeye mwingine amejiita kabisa kuhani. Praise the Lord. Sasa ni ndicho. Alafu unasema unatakiwa kuleta kwa kuhani. Hiyo imeisha. Amen. Hiyo imefanya nini? Imeisha. Acha watu watoe kwa kadiri ya neno la Mungu linavyoagiza kutoa kwa majira husika na composition ya kanisa ya hadhira aliyopo. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza.